Yes, baada ya miaka mingi ya machozi, maombi, maneno ya kukatisha tamaa na safari ndefu iliyojaa maumivu, hatimaye kile ambacho wengi walidhani hakiwezekani kimeweza kutokea. Yes, ni si jambo jingine, ni story ya mwigizaji maarufu wa Tanzania Wema Sepetu, legendary. Amepata mtoto wake wa kwanza, habari ambayo imezua furaha kubwa kwa mashabiki wake ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini je, ni safari gani ilimfikisha Wema kwenye siku hii ya kihistoria? Bana, watu wote tunatambua namna gani Wema alikuwa anasafa kupata mtoto na leo imeweza kuwa historia kabisa. Endelea kutazama hadi mwisho kwa sababu simulizi hii imejaa mafunzo mengi sana, matumaini na ushindi mkubwa wa maisha. Karibu sana Duara TV. Yes, kwa miaka mingi Wema Sepetu amekuwa akizungumzia wazi ndoto yake ya kuwa mama. Wakati watu wengine walikuwa wakifurahia familia zao, yeye alikuwa akipitia changamoto ambazo mara nyingi hakuweza kuzizuia machozi yake. Katika mahojiano mbalimbali Wema aliwahi kueleza jinsi alivyokumbana na changamoto za uzazi ambazo zilimfanya kupitia vipindi vigumu sana maishani mwake. Wapo waliomtia moyo, lakini pia wapo waliomkejeri na kumkatisha tamaa. Kila mara alipoulizwa kuhusu mtoto, swali hilo lilikuwa kama jeraha jipya moyoni mwake. Lakini licha ya yote hayo, hakuwahi kukata tamaa hata siku moja. Mwanadada Wema Sepetu, miezi kadhaa iliyopita, mashabiki walianza kugundua mabadiliko fulani katika maisha ya Wema. Tetesi zilianza kusambaa mitandaoni, huku wengi wakijiuliza kama hatimaye ndoto yake ilikuwa inakaribia kutimia. Kadri siku zilivyokuwa zikipita, hamasa iliongezeka. Mashabiki walikuwa wakifuatilia kila hatua, kila picha na kila ujumbe uliokuwa akiushiriki Wema Sepetu. Hakuna aliyekuwa na uhakika wa kile kilichokuwa kinaendelea nyuma ya pazia. Lakini ghafla habari iliyokuwa ikisubiriwa kwa miaka mingi ikatangazwa kwamba Wema Sepetu na mchumba wake Whozu walithibitisha kumpokea mtoto wao wa kwanza wa kiume. Taarifa hiyo ilienea kwa kasi kubwa kwenye mitandao ya kijamii, huku maelfu ya watu wakituma pongezi na salamu za heri. Kwa wengi hii haikuwa habari ya kawaida ya mtoto kuzaliwa. Ilikuwa ni ushindi wa matumaini dhidi ya kukata tamaa. Ilikuwa ni ushindi wa subira dhidi ya maumivu, na ilikuwa ni ushindi wa imani dhidi ya maneno yote mabaya ambayo Wema aliwahi kusikia katika maisha yake. Mara tu baada ya habari hiyo kutoka, mastaa mbalimbali, mashabiki na watu maarufu walijitokeza kumpongeza Wema Sepetu, wakiwemo Auntie Ezekiel, akiwemo Petit Mani Rasta, pia na wengineo wengi kama kina Wolper Stylish. So na wengi walikumbuka safari yake ndefu na jinsi ambavyo hakuwahi kuacha kuamini kwamba siku moja angekuwa mama. Wapo waliodai kuwa hii ni moja ya habari za furaha zaidi katika tasnia ya burudani Tanzania ndani ya mwaka huu, kwa sababu nyuma ya tabasamu la leo kuna historia ndefu ya machozi ambayo si kila mtu aliona. Kitu kinachowagusa watu wengi zaidi ni kwamba simulizi ya Wema imekuwa somo kwa wanawake wengi wanaopitia changamoto za uzazi. Imekuwa ujumbe kwamba changamoto ya leo haimaanishi mwisho wa kesho. Imekuwa ishara kwamba wakati mwingine safari inaweza kuwa ndefu kuliko tulivyotarajia, lakini ndoto bado zinaweza kutimia. Na ndivyo maana wengi wameeleza tukio hili kama miujiza mikubwa ya maisha ya mwanadada Wema Sepetu. Na leo Wema Sepetu anaingia katika sura mpya kabisa ya maisha, sura ya umama. Yes, kutoka kwenye miaka ya maumivu hadi siku ya kumbeba mtoto wake mikononi, kutoka kwenye machozi ya kusubiri hadi furaha kubwa ya kuitwa mama. Hakika hii ni moja ya simulizi zinazogusa miono ya watu wengi nchini Tanzania. Bwana, hongera sana Wema Sepetu, hongera sana Whozu na zawadi hii kubwa ya maisha. Bana, hongera sana kwa sababu mimi mwenyewe pia nimezaliwa tarehe 13 June. Bwana, kwa hiyo from now Wema Sepetu is my mother. Yes. Bwana, big shout out kwako mama Wema Sepetu. Bwana, hii hapa ni Duara TV. Hadi wakati ujao, karibu sana.